Sasa ndugu yangu nisikilize niwaambie kitu kimoja. And kama mnakumbuka vizuri, niwarudishe nyuma kidogo, niwakumbushe, niwape kumbukumbu. Nakumbuka kipindi ambacho marehemu hayati President Magufuli alivyolazwa. Kama mnakumbuka, niliwahi kuambia kabla kwanza ya hajalazwa, niliwaambia bwana, Magufuli mwaka hatoboi na atauawa. Watu wakaja juu sana. Baada ya miezi miwili mitatu, nikaja kuambia tena, nikaambia jamani, Magufuli hii wiki hatoboi. Watu mlinishambulia kwa kuongea tena ya kuongea. Alivyolazwa hospitali, hakuna mtu yote alijua. Mimi nikaja tena hapa nikawapa taarifa, nikamwambia jamani, Magufuli yupo mautiuti. Magufuli katolewa kapelekwa Nairobi, kama mlikuwa mjui. Magufuli kafia Nairobi. Amekata kamba Nikaja tena nikamwambia ndugu zangu, Magu kakata kamba, kafariki leo mchana. Watu wote mlipinga na kuona kwamba mliongea ya kuongea, wengine mkatukana, mkapinga. Nikamwambia haya, tusubiri. Baada ya baada ya siku 10, fununu zilianza kutembea, ndo nikaona mheshimiwa Tundu Lissu ndo akaja juu akasema jamani, tunahitaji kumuona rais wetu, president wetu, tunataka kujua yuko wapi, tunahitaji kumuona. Watu ndo wakaanza kujiuliza maswali, lakini tayari pale ana kama wiki. Baada ya siku 10 ndo Bi Msumi likaja na ile miwani yake, na ile miwani yake ile kama nini, akaja akatangaza kifo cha Magufuli. Baada ya hapo watu wakaanza, kuna watu wengine walikuwa nahisi mimi labda eti usalama wa taifa, eti mtu wa system, eti niliitwa majina kibao, wengine kuja kuomba msamaha, bwana tulikutukania bure. Ndo haya yanayorudia, haya ninayowaambia. Jamani, Bi Msumi yupo hoi bintabani. Yaani hajui wa kuingia, hajui wa kutoka. Hilo mlijua. Na muda wowote kuanzia sasa hivi, muda wote, najua Ikulu itatoa taarifa rasmi. Itatoa taarifa rasmi. Cha msingi hapa ni kwanza kufikiria, cause anaenda kwa rais ni nani? Balozi yule Chimbi haipiti wiki 2 hajaapishwa kuwa rais. Mtakumbuka maneno yangu, mtayakumbuka vizuri tu. Tanzania sasa hivi hakuna rais. Mkubali mkatae, Tanzania sasa hivi haina president. Haina kabisa. Hivi mnadhani Bi Msumi anavyopendaga kamera, yule mama anavyopendaga kamera, Bi Msumi yule angekuwa na nguvu, au hajanika lisura lake lile kwenye kamera? Hesabuni siku. Ndio maana nasema, kama we Mkristo omba sana, kama we Muislamu piga dua sana, kama we mganga wa kienyeji, yani kazia uchawi pale kazia, kwa sababu yani ni maiti kabisa, maiti. Sasa
tuzidishe maombi, tuzidishe dua. Bimsumi kwenye nyumba ya mzee Kikala. Nyumba ya mzee Kikala ishamshinda Bimsumi. Nyumba ya mzee Kikala ishamshinda Bimsumi. Aha. Zingatieni. Ili lizingatieni. Bimsumi ni shwa. Bimsumi shwa. Bimsumi shwa. Narudia. Bimsumi shwi. Bimsumi wa shwi shwa. Mungu huwa anajibu kwa wakati na vitendo. Tarehe 9 kesho kutwa tukamilishe ratiba yetu ya maandamano. Tuikamilishe vizuri tu. Tuikamilishe 100%. Mambo vipi wa Tanzania? Sasa issue iko hivi. I want to know, kuna watu ambao nakuta wana comment upumbavu, wana support the way watu wanavyokufa, wana support the way watu wanavyotekwa. I want to ask you, ni lini Bimsumi ameshatoa hata hotuba ya kukemea utekaji? Ni lini Bimsumi kashatoa hotuba ya kukemea mauaji? Jibu ni kwamba hajawahi hata siku moja kukemea utekaji wala mauaji. Ina maana anafanya hivyo kwa sababu gani? Hakemei wala kuviongelea kwa sababu anajua 100% ni kitu anachokifanya yeye mwenyewe na watu wake na vikundi vyake. Unanielewa? Jambo lingine, najiuliza hivi, Tanzania ndo ile nchi tuliozoea ambayo ina watu maarufu, ina wasanii wa Bongo Flava, waigizaji maarufu East Africa? Wako wapi? Mbona sijui kuona msanii yoyote yule akisimama akikemea utekaji, akikemea kuhusu mauaji, akiongea zaidi tu ya msanii mmoja tu wa Bongo Flava, yule rapa Rosary. Only Rosary ndo nimeona anasimama. Ukija upande wa waigizaji ni nani? Muna Love naye ndo naona anasimama na wananchi. Wasanii wengine wako wapi? Assume watu wana platform zenu mnazitumia vibaya. Platform zenu mnazitumia kwenye uchawa na kuisupport serikali, kitu ambacho kitawapeleka pabaya, kwa sababu serikali, hakuna siku serikali inakuja kwenye show zenu. Wanaokuja kwenye show zenu ni hawa wanaotekwa, ni hawa ambao wanauawa, ambao nanyi mnakaa kimya. Serikali hajaye kwenda kwenye digital platform ku stream nyimbo zenu. Wanao stream nyimbo zenu ni hawa ambao wanaotekwa, ni hawa ambao wanauawa. Alafu mmekaa kimya. Leo hii wasanii wengine wanaanza kukimbilia Kenya, kujipendekeza Kenya. Tunaomba ndugu zetu wa Kenya, fukuzeni hizo takataka huko zilipokimbilia. Zitimue kabisa. Mzitimue kabisa, kwa sababu hazina maana yoyote. Nini maana ya kioo cha jamii? Nini maana ya kioo cha jamii? Nini maana yake? Sije kuona watu mnakaa mnaisupport just government. For what? Watu wanauawa, wanatekwa, alafu nakuta mtu anakuja anaanza kuongea upumbavu, naongea upumbavu. Ongea upumbavu, lakini siku ndugu yako akija kuuawa au kutekwa, trust me, I think ndo siku utafeel maumivu ambao watu wanapitia. Kingine ni wakumbushe tu, trust me, mnaweza mkachukulia mzaha, mnaweza mkachukulia kivyo vyote mnavyoweza kuchukulia, lakini Tanzania inaenda kuwa nchi mbovu na nchi isokuwa na amani namba 1 Afrika. Kwa sababu Bimsumi yeye kachukulia poa. Leo hii
Umoja wa Mataifa umefunga misaada yote. Umefunga kila kitu. Trust me, hakuna nchi ambayo haishi kwa misaada. Hata Marekani ambayo ndo nchi ambayo ina kila kitu. Lakini trust me, Marekani pia ina madeni, Marekani pia inategemea funds kutoka Benki Kuu ya Dunia, unanielewa? Nayo kuna vitu inategemea kutoka nchi nyingine za jirani. Unanielewa vizuri? Is like mfano tu wa karibu. Mfano wa karibu ni kwamba mfano wa karibu tu ambao hauhitaji mambo. Marekani ni nchi ambayo inaitegemea Canada kwenye umeme, because Canada ndio ina supply umeme Marekani. Maana umeme ambao wanaotumia Marekani unatoka Canada ni mwingi sana. Siku Canada imesema wakati ya Marekani umeme, watu wa New York wanaishije? Jibu, wanakufa. So Tanzania kutakuwa kwanza na njaa kali, maisha yatakuwa magumu, maisha yanaenda kubadilika ya Tanzania. Watanzania wataishi maisha ambayo hawajawahi kupitia na watatamani mkoloni ndo arudi. Sasa yote haya tunakuta kunguru mmoja kashiba kenge zake, sijui alipewa vitisheti na kanga, anakuja anakuwa na comment anamtetea Bi Msumi. Bi Msumi uko hivi. My dear, omba yasikukute, ila yakikukuta na sio mbali, kwa sababu uchumi unaenda kuwa uchumi mbaya mno. Watanzania mnaenda kuishi maisha ambayo mtaomba Mungu bora wakoloni warudi. Maisha ya Mtanzania wa hali ya chini kusema apate tu milo miwili kwa siku itakuwa ni story ndefu. Itakuwa historia ndefu. Tanzania mtakufa kwa njaa na umaskini, kwa sababu Umoja wa Ulaya ukifunga kila kitu, ile misaada yote nini, hata ukiona unafuu wa jambo lolote, ujue ni kwa sababu yao. Ila kitu cha kwanza, pesa Tanzania itashuka thamani. Baada ya kushuka thamani, utakuwa nenda dukani kununua kilo cha mchele, utakununua 100,000. Ila Bi Msumi hashtuki wala ni kwa sababu yeye kwake anaenda, lengo lake ni ukoo wake uishi vizuri. Lengo lake ni familia yake ishi vizuri. Alafu anatokea mpumbavu mwingine huyo, you guys anakubali kwamba amehalalisha watu wapigwe risasi. Waziri mkuu naenda kwenye press unasema eti inapotokea ghasia huhitaji ruksa ya kushoot. The meaning wale walipewa oda ya kuua kila naye kuja mbele. Kitu ambacho kiukweli mauaji mlikusudia, then acha sasa mface kesi za ICC. Na ICC haina mchezo. ICC tawanyoosha, itafunga umoja baada mwingine. Ndugu zangu wa Tanzania, tarehe 9 Disemba ni kutoka kufanya maandamano ya haki ili Bi Msumi aondoke. Au jeshi, chukueni nchi muikomboe, kwa sababu wanaoenda kuumia sasa hivi ni wa Tanzania wenye maisha ya chini, ndo wanaenda kuumia kwenye situation, kwa sababu Umoja wa Ulaya umekata kila kitu. Ina maana wale wa hali ya chini, maskini wale ya chini, wanaenda kuishi maisha mabaya zaidi ya mabaya ambao hawajawahi kupitia toka wameishi. Ila nyi viongozi mna enjoy tu. Asante sana. Kama ulivyomsikiza huyo jamaa akiongelea mambo na afya ya Mama Samia Suluhu, akisema kwamba Mama Samia Suluhu ni mgonjwa, na aliweza kuambia wakati fulani kwamba John Magufuli alikuwa mgonjwa lakini wakampuuza. Sasa hivi anasema Mama Samia ni mgonjwa, amelazwa tu pale, lakini wengi wanampuuza kuhusiana na hilo jambo.
Na sasa hivi watu wanauliza Mama Samia yuko wapi. Kama unakumbuka hapo jana ilikuwa siku ya kupigania uhuru ya Watanzania, lakini Mama Samia kuweza kujitokeza na kuongelesha wananchi wa Tanzania, ila alituma kuna mtu tu ambaye ni spokesman ambaye alikuja akaweza kuzungumzia mambo hayo hapo jana. Sijui una maoni gani kuhusiana na alichosema huyu jamaa kuhusiana na afya ya Mama Samia Suluhu? Je, unaona ni kweli Mama Samia anaugua ama ni porojo tu ya watu kwenye mitandao ya kijamii? Hapo jana kulikuwa na maandamano ambayo haikuweza kufanyika baada ya maafisa wa polisi kuiban hiyo maandamano ya jana. So sijui una maoni gani kuhusiana na hili. Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tunapata habari kama hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, nakutakia usiku mwema. Asante sana.